Kwa hiyo mimi nachapa tu matukio. Mwaka huu ni mwaka wa kumaliza story zote. Inawezekana ukaoa. Wewe usijali. Inawezekana humu nchi jirani lakini lazima. Nikapita la juu. Naomba nikuulize hili. Nataka nimfunike bwana Mkambala. Okay. Nikuulize hili pia. Mwaka jana kulitokea na maneno mengi sana kwenye mitandao baada ya wasanii na ukiwemo kutoa ushauri kwa vijana kuhusiana na wafanye kazi. Kila mtu alipokea kwa namna ambavyo yeye alielewa. Kuna namna una regret kwa kile ambacho alikisema na kulingana na yale mapokeo ya watu namna ambavyo walikuwa kiwataki kwenye mitandao ya kijamii. Unajua hii ni nchi huru. Umeelewa? Kila mtu pia ana haki ya kutoa maoni yake. Na ukiangalia comment kuna walokasirika lakini kuna wengine waliukubali ukweli. Kwa hiyo ilikuwa mixed feelings. Lakini mimi simlaumu mtu wala nikiona hata mtu ukatukana kwa sababu na uwezo wa kuzima comments mfano, lakini naamua kuacha. Kwa hiyo wewe express your feelings. Na sisi kama vijana bado nasisitiza kwamba kama vijana tujipambanie. Umeelewa? Tupige kazi. Umeshaelewa? Tujipambanie, tupige kazi. Na tuna haki pia kuiwajibisha serikali, kuioji, kuiuliza hivi na hivi. Ni haki yetu. Sisi ni wananchi au ni serikali? Na mimi naamini pia ni serikali sikivu inatusikiliza. Kwa hiyo hayo mengine inabidi tukubaliane nayo. Tunge vijana wafanye kazi. Tufanye kazi. Hiyo ni wote. Umeelewa? Kwa sababu mimi naamini sometimes kuna watu unajua mtu anaweza kama ametoka mkoani. Kuna sisi ambao vijana tunaamini sisi ni hapa mjini ni wadaa. Lakini kuna mtu anatoka mkoani, mara unamwona ana goli lake pale la mtumba, taratibu. Mimi kuna watu wengi nimeona sana wamegrow, wameanza wadogo. Ndio maana hata huyu Asma simshangai. Mfano mdogo tu. Mimi nimemwona mtu kama Nifa, leo alipokuwa ana grow taratibu. Sasa hivi ana maduka mangapi? Sikapambana, tunamuona kabisa mitandao anapambana tangia mwanzo. Lakini kwa hiyo ndio nini juhudi ya kufanya kazi. Umeelewa? Sio kwa baya. Labda inawezekana sometimes unaweza kuongea kauli mtu akaona kama unadhihaki watu. Yeah. Kwenye mtu ambaye amefikiria hivyo naweza nikaomba msamaha kwamba pengine labda mapokeo, unajua kila mtu kauli ana vile anavyopokea. Lakini kuambiana ukweli kwamba bana jamani vijana tufanyeni kazi. Kuna opportunity hii na hii. Yaani na nchi yetu ina fursa nyingi sana. Mfano mmoja hapo labda mimi watu walikuwa wananiambia Omi wewe unaonekana unaweza kuwa comedian mzuri kwa sababu ya kufanya zile dogo. Lakini mimi bado sijioni lakini nikaona kuna opportunity ya kuandaa tu. Umeelewa? Yaani comedy wote wa vitu wanavyofanya wanaenda kukutana na kategori moja tu kwenye tuzo za filamu ambao haiwatoshelezi, lakini sasa hivi tuliweka kategori mpaka zikawa hazitoshi. Kwa hiyo nchi yetu ina fursa nyingi sana. Umeelewa? Tuna haki ya kulalamika pale tunapoona kwamba hapa kinatakiwa kitu kurekebishwa. Na ndio maana unaona viongozi kila siku sijui waziri mkuu nani wako maziarani huko na wenyewe wanajaribu kutatua changamoto. Umeelewa? Lakini haimaanishi kwamba tubweteke tukae tu. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia mfano tatizo la ajira liko dunia nzima. Sio Tanzania kwa sababu population ya vijana imekuwa kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia hilo tatizo la ajira liko dunia nzima. Sio Tanzania tu peke yake. Lakini bado tuna haki kama Watanzania kuongelea kero zetu ambazo tunaona bana hizi kero hivi na hivi. Umeelewa? Lakini ukiniambia hivi, mfano juzi nilikuwa namuona anamwambia Trump kwamba inabidi wawasaidie wananchi wa New York kwa sababu sasa hivi wananchi wengine wanashindwa kuafford $2 ya kulipia treni. Yaani zile mwendo SGR zile yaani kuna mtu hata ukiangalia kuna video kuna mtu analuka geti mwingine anapita chini ana tiketi $2 unajua shilingi ngapi? Elfu ngapi? 5,000 sijui. Mtu hana. Na hiyo yuko wapi? New York. Kwa hiyo hili ni janga la dunia nzima. Unajua
tulikuwa kwenye kipindi cha uchaguzi, kampeni, kuna kila mtu ana miono yake ya kisiasa, kuna mambo mengi. Kwa hiyo maybe tuliongea katika hiyo time, unajua tuko katika ule kwenye ule mchakato wa uchaguzi, kwa hiyo kuna mixed feelings hapo. Yeah. Comedian alilalamika na alifanya interview akasema kwamba wewe ulimzuia kwenye tuzo, ukamwambia aondoke kwa sababu kipengele ambacho yeye alikuwa anakitaka akikuwepo. Kinkusi alisema kwamba ulimfukuza, akamwambia bwana wewe ondoka. Lakini pia alisema kwamba alikuletea idea ya kuweka kategoria ya comedy ambayo haiongei. Ukakataa kabisa. Unajua labda lazima mjue kitu kimoja. Wakati tunaanza kwanza sikumfukuza. Hakuna sehemu, yani nilimfukuza wapi? Kwa sababu mara kwanza tumekutana ni ile siku ambayo tulo launch comedy pale. Ndio siku ambayo mimi nilionana naye na alichukua mic akatoa maoni mbele ya waandishi waliokuwa. Kwa hiyo hayakuwa maoni ya mimi na yeye, between mimi na yeye, lakini kitu kingine lazima mjue kwamba tuzo ndio ilikuwa tumezianza, ndio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi. Watu kwanza wakaona labda hizo tuzo zitakuwa za kinakoi. Yaani mara kumbuka mimi ni msanii tu mwimbaji. Kwa sababu napenda comedy. Lakini lazima washirikishe wadau wenyewe wenye tasnia yao. Na ndio maana tulijitahidi kadri ya uwezo wetu, na ukiangalia hata nyinyi mashahidi, kama kuna tukio ambalo lilikuwa tukio zuri ambao lilienda, umeelewa, lilikuwa ni lile. Na hata ukiangalia kwenye mambo ya zile kategori chache zilizokuwepo, sidhani kama kuna kategori nyingi ambazo unaweza sema huyu hakustahili, huyu alistahili. Umeelewa? Ilikuwa na hiyo inatumiza kichwa. Hata mwaka huu watu wanapeleka sana moto. Kuna ma legend hapa wanaweza wakakosa tu. Umeelewa? Kwa sisi tunataka tuwe very fair. Anayestahili atapewa, kwa sababu watu sio wajinga, wanaona, wanajua. Kwani una maana wewe sasa hivi hapa ukisema kama yeye, inawezekana tuzo hizi zimempa changamoto kama wale kina Dimpo zinawakomesha. Sasa hivi anapeleka moto sasa. Umeelewa? So Facebook namuona kila sehemu, TikTok wapi kuna Ankonzala anapiga namba za hatari. Yaani watu wanatafuta engo, wanaona hii imekubali, wanatandika. Kwa at the end of the day kuna vitu vingine hata mnapoingia kwenye tuzo pale, yani unalala hadi usingizi, unajua yule anashinda. Yana sana. Kwa hiyo ndio tunajaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo tuzo zinawapa watu motisha ya kupiga kazi. Alikuwa ana haki ya kuzungumza pia, lakini pia kipindi kile tulikuwa tunashindwa budget na nini, alafu ile kategori na bado tulikuwa tunataka kwamba tuzo pia zionekane zina thamani. Umeelewa? Kwa hiyo maana tumezipa challenge hata tuzo zingine. Kwa sababu ya zile tuzo tulijitahidi ubora. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Huwa kuna changamoto kubwa ya wasanii au watu maarufu wakizindua biashara, tunakuwepo kama hivi, tuna support, lakini consistency inakosekana. Na mwisho siku unakuta biashara yenyewe inapotea. Especially hata rafiki yako amekuwa akizindua biashara na nini, baadaye zinatopotea na hivi na vile. Unafikiri huwa ni changamoto gani inawakuta mpaka consistency ya biashara wanashindwa kuwa nayo? Unajua biashara nyingi watu wengi wanakuwa wana partnership. Sio biashara labda mtu anaimiliki peke yake asilimia kubwa. Kwa hiyo ile sometimes inapelekea haba kwenye makubaliano. Umeelewa? Manake duniani tunajuaga wasanii mara nyingi kwenye biashara hizi wanakuwa ni kama face. Anakuwa na pasenti, lakini haba kuna mtu mwingine ndo ameweka mtaji. Kwa sasa inawezekana labda biashara ikwenda vizuri, inakufa. Lakini kuna wengine tumeona kwamba wamepambana mpaka sasa hivi biashara bado zipo. Hata mfano